Ya jana wasema vijana mupo, bei ya unga kama ni Raila leo ni leo. Wa mama mwasema nini? Wanaume, Kalonzo asema inawezekana, leo ni leo. Leo ni leo, inawezekana. Wakamba wasema Waluya, leo ni leo. Twende mikono juu, mikono juu, mikono juu. Wapi kelele ndani ya nyumba? Leo ni leo. My friend, Yeba, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Inawezekana. Baraza asema inawezekana. Kakamega muko wapi? Kakamega. Kioni asema vijana mwasema nini? Ati nini? Leo ni leo, ya leo. Leo ni leo. Jemena, 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 jemena. Inawezekana. Ya baba asema watashukisha ama watashukisha? Inawezekana. Peperusha, peperusha, peperusha. Comrade power! Comrade power! Inawezekana. Olekina, olekina rafiki. Olekina. Leo ni leo. Leo leo. Leo ni leo. Leo ni leo.
leo ni leo, leo leo, leo ni leo we, leo leo we, leo leo. Beberusa bendera, 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 beberusa, beberusa, beberusa. Kama uko na kofia beberusa, leo ni leo. DJ shindusha mundu, shindusha mundu. DJ shindusha mundu. Wabana watiro kushindusha mundu shikarikari bashere. Wabana watiro kushindusha. Wabana watiro kushindusha shikarikari ukalukize. Ongeza speed kidogo. Murina wanje, murenda wanje. Wohe, wohe. Peperusha mikono unapoimba. Twende. Murina wanje, murenda wanje. Tuimbe. Ituchi mande nunu na koko. Bade na wohi. Woi. No bano watira kuri bana babene. Bayayi woi. No bano watira. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nauliza Kakamega, mko tayari? Wangapi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha mama Martha Wangare Karua? Wangapi wanakaribisha Dr. Stephen Kalonzo Musyoka? Wangapi wanakaribisha Eugene Kwesire Wamalwa? Wangapi wanakaribisha Fernandes Barasa? Wangapi wanakaribisha Wycliffe Ambetsa? Wangapi wanakaribisha John Luchiri? Nauliza mko njaa? Njaa! 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 Mumechoka? Weka mikono kwenye hewa. Oe. Tunaimba pamoja. Ongeza sauti. Sita. Nauliza, mumechoka? 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 Selector, wachilia imbo ya tumecho. Mecho. Tunaimba pamoja? Kila siku tuna na tume. Sema tena. Kila siku tuna na tume. Na tume. Kila siku tuna na tume. Na tume. Asante. Asante Spider. Kwa sababu huu ni mchakato wa kitaifa na ni ratiba ya kitaifa, naomba popote ulipo uvue kofia isiyo rasmi. Naomba usimame. Usimame kwa miguu yako miwili. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Wangapi wanakaribisha Mama Elsie Mohanda? Wangapi wanakaribisha timu Wanyonyi? Wangapi wanakaribisha Bishop Titus? Bishop Titus. Niko na gavana wa nguvu kutoka gatuzi jirani, mwana shujaa wa mapinduzi, wakili shupavu James Agre Orengo. Iko Masai moja shujaa, Simba ya Narok. Wapi makofi ya Ledama?
Ledama kutoka Mount Kenya. Tuko na the last man standing, Secretary General ya Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah. Sasa naomba ili tuanze rasmi, sote tusimame tayari kwa wimbo wa taifa. Nitaita. Na naomba ukiwa na kofia isiyo rasmi upate kuivua. Niombe vijana wapendwa, kwa heshima ya taifa, tusimame wima kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama, niombe nimkaribishe Sheikh Idris Mohamed akifuatiwa na mchungaji Nathan Lanya wakiomba kwa jukwaa mbadala. Niombe wapewe kipaza sauti na watuongoze kwa maombi. Sheikh. Naomba tuwe na utulivu, tuweze kumwelekea Mwenyezi Mungu, tuweze kumuomba. Naomba vijana tuwe na utulivu, tuweze kumheshimu Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunakushukuru Mungu wetu, Mola wa ulimwengu wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki siku ya malipo. Ya Allah, ni wewe ambaye tunakuabudu na ni wewe ambaye tunakuomba msaada. Tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale wote uliowaneemesha, si katika wale waliokasirikiwa au wale waliopotea. Tunakuomba ikiwa wewe ndio Mungu wetu na wewe ndio mfalme wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mkutano wetu wa siku hii ya leo ambao unaongozwa kinara wetu, Mheshimiwa mzee wetu Raila Amolo Odinga. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uweze kumpa afya njema, uweze kumpa moyo wa ujasiri, uweze kumpa fikra ambazo kwamba ni nzuri za kuweza kusaidia jamii yetu. Vile vile Mwenyezi Mungu tunamwombea mama yetu, Mama Martha Karua, tunamwombea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunamwombea gavana wetu Mheshimiwa Baraza, na tunamwombea deputy party leader wetu Mheshimiwa Oparanya, na viongozi wote kwa jumla tunawaombea. Mwenyezi Mungu, zidisha umoja wetu, imarisha umoja wetu, tujalie tuwe ni nchi ambayo ni amani, tujalie uweze kuteremshia mvua ambayo imekuwa ni shida. Maisha yamekuwa ni mazito na hakuna mwingine wa kuomba isipokuwa ni wewe. Tunakuomba kwa dhati yako iliyo tukufu, dhati ambayo hakuna anayeweza kuivunja, mema au muovu. Kila anayekuja kwa shari, Mwenyezi Mungu unaijua yake siri, ivunje yake dhamiri asiweze kusimama. Kwani wewe ndio Mwenyezi Mungu wa mwanzo usiyekuwa na chanzo na wa mwisho usiyekuwa na kikomo. Tunakuomba kwa dhati yako na rehema zako, Allahu la karim, rehema na amani zimshukie Nabii Muhammad na mitume wote waliotangulia. Amin rabbi amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pastor Nathan. Haya, nataka tuombe.
Tutulie tuombe tafadhali. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Mungu Baba uliyeumba mbingu na nchi, tunakushukuru mchana wa leo kwa ajili ya mkutano huu. Tunakushukuru Jehova kwa viongozi wetu ambao wamekusanyika mahali hapa katika katusi hili Kakamega kwa kuongea kuhusu umoja na ufanisi wa taifa letu Jehova. Bwana, tunamweka Raila Amolo Odinga mbele zako, tunamweka gavana wetu mbele zako Fernandes Baraza, tunamweka aliyekuwa gavana wetu Oparanya mikononi mwako, tunamweka Martha Karua mbele zako Jehova, pamoja na viongozi wote Bwana wa taifa hili Jehova. Tunaomba umoja na ushindi kutoka kwako Jehova. Tunakupa sifa maana Bwana unaweza. Ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tuombe tukiamini. Amen. Niombe tuketi. Nimeombwa, kuna mtoto mmoja, yule mtoto munamkumbuka na shairi yake, mungependa aseme kama baba anasikia? Kuna mtoto mmoja alitunga shairi na ni shairi ya kizalendo. Shikilia Spider. Biblia inasema talanta yako itakuweka meza moja na wafalme. Naomba tumpatie mtoto huyu masikio yetu. Welcome sir. Ndugu zangu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu zangu wa Islam, salamu alaikum. Azimio la umoja hai. Muko bie? Pia mimi niko bie. Naitwa Joshua Wabula na niko na shairi kwa viongozi wetu kwa azimio. Mwenyezi Mungu karima, wewe ndiwe Mungu wetu, we Mola mwenye huruma, ulinde uhai wetu, tushukishie neema hapa na nyumbani mwetu, wewe Mungu nguvu yetu, ulete Kenya amani. Azimio mmewasili, furaha mnavyoajibika, mwito mnaitikia, punde munahitajika, saluti nawapikia, kisha smile naweka, ninune kiza ni nini, Odinga amewasili. Hongera kwenu viongozi, malengo yenu ya maana, mnayafanya ya maana, na mengi tumejionea, ya siri ni ya Rabbana, yeye ndo aliyeyajua. Odinga tegemeo letu, wengine ni fotokopi. Wamchukiao Odinga washindwe na walege, na wamjenge uchuki siwarudie wenyewe. Mola waangamize na mapepo ya wenyewe. Azimio wetu wadumu, tena wadumu tawamu. Asanteni. Tumpigie makofi mazuri kijana huyu. Mama Elsie Muhanda, Mama County, anampeleka aweze kusalimia baba na viongozi wa Azimio. Niombe wapiga picha Spider, niombe wapiga picha tupate nafasi ya picha ya kinara wetu mpendwa na kijana huyu. Mama Elsie, nitakuomba kidogo, asante.
Asante sana. Nikisema Azimio nipe inawezekana. Azimio. Azimio. Simuko njaa. 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 Niombe kwa heshima na taadhima kuu. Chambilecho wahenga, mcheza kwao utuzwa. Nimkaribishe mjumbe Mbangale. Haya DJ. Vijana oye! Wamama oye! Wazee oye! Lurambi oye! Kakamega oye! Magharibi oye! Kenya oye! Baba, sasa comrades sikia. Comrades mupo? One love, one heart, let's get together and feel alright. One heart. Mama wetu, Mama Mother, ndugu Stephen Kalonzo Musyoka, our deputy party leader, baba wetu Wycliffe Ambetho Oparanya, Mheshimiwa James Orengo ako hapa. Ngoja mambo ya profesa naleta tu. Tulia. Waheshimiwa wabunge walio hapa, nataka nitambue all the members of the county assembly wherever they are, na uongozi wao wako pale. I recognize you. You are the power. Comrades power. MCA power. Na recognize maaskofu. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Wapendwa wapande mbegu. Wasiende tu namna hiyo, sivyo? Sasa nataka niseme hivi baba. Ngoja nataka kumleta sasa. Simtulie kidogo. Baba karibu hapa Kakamega. Hapa Lurambi, nyumbani kwenu, na hapa mimi ndio mwenye hapa. Na wewe ndio ulinipa ticket nikakuja hapa, na wapendwa kwa heshima yako na mimi na viongozi wakanipa kura. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa tunakutambua, tunakukaribisha. Na baba nataka nikuambie, mimi nimekuwa Kampala, ilitakana nirudi kesho. Na niliposikia unakuja, nikapigia Kenya Airways, wakasema hawana nafasi. Niliingia kwa matatu paka Busia, ili ukikuja unipate hapa. Nataka nikuambie, kabla sijapeana microphone, tunakaribisha wageni, si ndio? Tunakaribisha wageni. Wabunge wa Kakamega tunakaribisha wageni. Wabunge wa county tunakaribisha wageni. Askofu tunakaribisha wageni. But kabla sijarudisha microphone, kule tulikuwa Kampala, tulikuwa kwa conference. Nilileta watu kutoka Benin, Chad, Niger, Mali, kila mahali. Waliponisimamisha kama mwakilishi wa Kenya, watu wakasema Wajakoya, 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 Wajakoya. Sasa baba nataka nikuambie, you have a popular man. Wajakoya anajulikana Mali, anajulikana kila mahali. And we are happy, wewe ni mtoto wetu na tuko na wewe. Tuko na wewe hapa. Sasa nataka niambie watu wangu, asanteni
nimemaliza sasa ile ya kuweka protocol. Nikiwa hapa kama mjumbe wenu, nikiwa hapa kama mtumishi wenu, nikiwa hapa kama mmoja wenu, nataka niwaambie asante kukuja kuleta upendo kwa baba wetu, kuleta furaha kwa baba yetu, ajue ya kwamba tuko pamoja na yeye. I want to thank you my people, na tutawafanyia kazi to the last sweat and to the last drop of blood. Na nikimaliza hapo, niko na mdozi wangu ako hapa. Mdozi wangu ako hapa. Gavana si mdozi yangu. Mdozi wangu ako, unataka nifutwe kazi? Mdozi yangu ni minority leader of the National Assembly. Gavana ni gavana wangu, lakini nikiwa kwa bunge niko na mdozi. Na huyo lazima nimtunze, nimuite majina mazuri, ndio nikienda bunge asininyang'anye komiti. Mheshimiwa karibu, minority leader National Assembly. Asante sana Mheshimiwa Bishop Hamala. Tulie kwanza, tulieni. Mimi yangu itakuwa rahisi sana. La kwanza kabisa nataka nione jeshi la baba. Jeshi la baba, jeshi la baba, jeshi la baba. Asanteni. Naona wana Kakamega mmejitokeza kwa wengi. Wangapi wanasikia njaa? Wangapi wanasikia njaa? Na nani ameleta njaa? Nani ameleta njaa? Kwa hivyo aende wapi? Aende wapi? Sisi tunafuata baba. Akishasema left ni left. Sawa sawa? Kwa hivyo hii serikali ya bandia sisi hatutambui. Wangapi wamekataa kutambua hii serikali ya bandia? Haya. Nitatambua wajumbe wa bunge la kitaifa, alafu mwenzangu Mheshimiwa Senator Enoch Wambua atakuja kutambua wabunge wa Senate. Hapa mbele. Asanteni. Tuko na mbunge na Mishoe Titus Hamala atarudi hapa kualika wajumbe wa Kakamega County. Members of Parliament from Kakamega County watakuja kuzungumza. Haya, tunaye Mheshimiwa Tim Wanyonyi wa Westlands. Mheshimiwa Nabii Nabwera wa Lugari. Mheshimiwa Babu Wino Mbakasi. Mheshimiwa Aseka Miradi wa Hwiseru. Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East. Mheshimiwa Mili Odhiambo Gesa wa Suba North. Mheshimiwa Elsie Muhando mwenye bomba, mama wa nguvu. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo. Mheshimiwa Ongondo Were. Mheshimiwa Godfrey Odanga wa Matayos. Mheshimiwa Joshua Rowan Kisumu Central. Mheshimiwa Fatuma Full Network. Mheshimiwa Utienda Mulu. Mheshimiwa TJ Kajwang. Mheshimiwa Peter Masara. Mheshimiwa Irene Mayaka kutoka Nyamira. Mheshimiwa Obadia Barongo kutoka Bomachoge Borabu. Tunaye pia Daktari Eve Obara kutoka Kabondo Kasipul. Vile vile tunaye naibu wa gavana wa Kisumu Mheshimiwa Matthews Oweli. Wacha nialike Mheshimiwa Enoch Wambua haraka Senator aje atambue masenators, alafu kisha nialike gavana wa county ya Busia ya Kakamega. Gavana wa county ya Kakamega. Aya. Vijana musilale. Bado mapambano. Bado mapambano.
Kakamega mpo? Kakamega mpo? Mko chonjo? Mko gangari? Ikibamba sana wapi nduru ya baba? Ikibamba sana wapi nduru ya mama? Ikibamba sana wapi nduru ya Kalonzo? Asante, asante. Yangu ni machache, yangu ni machache, yangu ni machache. Yangu ni kuintroduce members of the Senate ambao tumekuja nao hapa. Tunaye Senator wa kaunti ya jirani, kaunti ya Vihiga, Senator Osotsi. Aha. Tuko naye Senator nominated Kadhi Muma. Alafu tuko na yeye Super Senator ambaye ndiye whip wa minority. Na tunataka kutumana tukiwa hapa Kakamega. Speaker Kingi aende aambiwe, mnanisikiza? Speaker Kingi aende aambiwe. Minority whip wa Senate anaitwa Ledama Ole Kina. Aya, huyu jirani anataka kusema jambo, wasalimie kwa nyumbani, awasalimia dakika moja. Aya. Salamu ya baba. Mimi ndio Godfrey Osotsi, seneta jirani wa Vihiga, na pia kule Senate mimi ndio acting senator wa Kakamega. Kwa sababu yule ambaye yuko ameenda kukaa na wale watu wameleta njaa. Sasa mimi straight to the point. Mimi nimetoka Vihiga. Na mnajua Vihiga ni ngome ya Azimio. Kakamega pia ni ngome ya Azimio. Mimi nataka kusema hivi, and I want to address watu wetu wa Luhya, kwamba huyu Ruto ni muongo. Alidanganya watu wetu hapa. Kwanza alitudanganya kwamba chini ya siku 60 ati madeni yote ya Mumias atalipa. Amelipa. Alitudanganya chini ya siku 60. Haya vijana. Haya. Tumekubali, we must go. Alitudanganya kwamba Waluhya watapewa 30% ya kazi kwa serikali yake. Mumepewa 30%. Hata alidanganya ndugu yangu ambaye ananipigia kura kule Vihiga, Mheshimiwa Mudavadi, kwamba ati hiyo kazi yake ataweka kwa sheria chini ya mwezi mmoja. Ameweka kwa sheria? Hebu sema ghost worker. Ghost worker. Yeye ametengeneza ndugu yangu ako ghost worker kwa serikali. Alafu pia alitudanganya kwamba chini ya siku 60 atatoa mpango wa kujenga barabara kilomita 1000. Hiyo mpango umetolewa. Tumeangalia supplementary budget, hakuna kitu. Kwa hivyo rafiki yetu mkubwa ni nani? Ni nani? Mwizi ni nani? Muuaji ni nani? Gaidi ni nani? Muongo ni nani? Shetani ni nani? Sio mimi nimesema, ni nyinyi. Asante. Nikimalizia vijana mnisikilize. Nyinyi mmesema mko tayari? Mko tayari? Baba akiitana aseme twende Nairobi, tutaenda Nairobi. Tutaenda. Nionyeshe na mikono leo mtaenda. Basi Ruto aambiwa imebaki siku 11. Hiyo siku ikifika, kama hajafanya vile tumesema afanye, tunaenda Nairobi, tunasimamisha kila kitu. Sawa. God bless you so much, asante. Haya. Tunaye pia Mheshimiwa Peter Rero kutoka Kibra, Mheshimiwa Oscar Nabulindo. Tulieni hapo. Mheshimiwa Oscar Nabulindo kutoka Matungu, Mheshimiwa Dr. Wilberforce Oundo kutoka Funyula. Kwa hayo na machache, mniruhusu nialike gavana wa jimbo la Kakamega, Gavana Ferdinand Baraza. Asanteni sana.
DJ. Thank you. Haya, Kakamega hoi! Vijana fire! Wamama hai. Kwanza kabisa baba yetu ambaye ni party leader wetu Raila Amolo Odinga, mama wetu wa nguvu Mama Martha Karua, party leader wa Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, party leader wa DAP Mheshimiwa Eugene Wamalwa, deputy party leader wetu ambaye ni baba wetu hapa Kakamega Mheshimiwa Opara Nyambeza Wycliffe, Mheshimiwa Kioni wa Jubilee ako hapa na sisi, party leader wa Roots Party ambaye ni Wajakoya, masenators wote, waheshimiwa wabunge, hamjambo. Wacha nione salamu za baba. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kama gavana wenyu kukaribisha baba hapa Kakamega. Baba, Kakamega ni ngombe yako, na sisi kama wana Azimio tunakutambua sana. You are the champion of devolution. Mambo ya ugatuzi ambaye tunasherehekea hivi sasa, it is because of you. Na sisi tunakutambua sana hapa Kakamega. Leo tumekuja hapa kwa sababu baba yetu tunamkaribisha hapa Kakamega. Sisi kama wana Kakamega tunajua hapa ni nyumbani kwako. Wewe kama mjukuu wa 13 wana Bongo, hapa ni nyumbani. Na kwa sababu leo ni siku ya furaha sana, na leo sio siku yangu, ningependa sisi wote kwa ishara ya mikono tumkaribishe baba. Baba, karibu. Karibu sana baba, ongea na watu wako. Vijana we! Kakamega we! Wamama hai! Wazee, asanteni sana. Tumekurudi tena Ingo. Vandu maingo mirembe. Mirembe handi. Mulumu. Asanteni sana. Timu Azimio imekuja Ingo. Tumezatembea eneo zingine. Tulikuwa Nairobi, tukaenda Machakos, tukaenda Busia, tukaenda kuko Kisii, tukaenda Kisumu, tena tulikuwa Kiambu. Leo tumekuja Ingo. Na kesho kesho tulikuwa kule Kitale. Sasa tuko hapa na timu. Nataka hawa timu waongee na nyinyi. Lakini kwanza mimi kaja usatomu mengi, iko maneno hapa na maandiko hapa
nataka nisome. Baadaye nitauliza nyinyi kama mnakubaliana na haya. Sawa? Resolutions of Kakamega People's Baraza, 25th of February 2023. We, the people, gathered here in Kakamega on this 25th day of February 2023, and having deliberated on our social and economic conditions and the state of politics in our country, hereby resolve as follows. 1. That given the high cost of basic goods like unga, sugar, petrol, diesel, paraffin, and school fees, among others, we hereby declare full support to all efforts by Azimio la Umoja One Kenya Party to force the Kenya Kwanza administration to immediately take steps to restore subsidies that were removed and bring down the cost of food and education. 2. To restore people's voice and to strengthen our democracy, to make government work for the people and not for the cartels. 3. Electoral deceit must stop or must come to an end. The servers must be opened and the truth outed. We, the people, will failure to do this, we the people will exercise our sovereignty and restore sanity in our nation. We support Azimio's call for all these measures to be effected within the next 14 days. Sasa, msikia hayo? Sasa tulikuwa hapa na nyinyi watu wa Kakamega mkaamua kwamba nyinyi mtapiga kura kwa Azimio, na mlipiga kura kwa fujo kwa Azimio. Hapa kura ilinyesha kama mvua, lakini nyinyi mnajua siku ya kupiga kura hawa jamaa walipanga njama ya kuiba kura. Kwa hivyo siku hiyo wakasema hakuna uchaguzi ya gavana. Si mnakumbuka? Hiyo ilifanywa makusudi ili watu wengi wasiende kupiga kura. Hiyo walifanya makusudi hapa Mombasa na huko Mombasa na hapa Kakamega. Hawakufanya huko Uasin Gishu, hawakufanya huko Nandi. Waliangalia tu eneo ambaye Azimio iko na wafuasi wengi zaidi, ndio wakasema hakuna uchaguzi wa gavana wakati hiyo. Lakini hata hivyo waliporudisha hiyo uchaguzi tena, gavana wetu alishinda. Si alishinda? Na hata Mombasa tulishinda. Mulithibitisha imani yenu. Mulithibitisha imani yenu. Vile mlipiga kura hapa, Wakenya walipiga kura namna hiyo katika pembe zote za Kenya. Azimio ilishinda kura hapa Kakamega, ikashinda Vihiga, ikashinda Trans Nzoia, ikashinda Siaya, Kisumu, Homa Bay, Nyamira, Kisii, Migori, Narok, Kajiado, Samburu, Nairobi, Machakos, Makueni, Kitui, Taita Taveta, Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River, Lamu, Garissa, Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo,
hayo yote Azimio ilishinda. Turkana, Azimio ilishinda kura kwa counties 36. Kenya Kwisha ikashinda kwa counties 11 peke yake. Tunaona vizuri? Hiyo ni ukweli mtupu ambao iko ndani ya Saba. Tunaona vizuri? Hiyo ni ukweli vile Wakenya walipiga kura. Sasa yule bwana Chebuchetha unajua yeye ndiye alikuwa amepanga njama na wale majambazi wengine. Halo, yeye ndiye alikuwa amepanga mpango na wale majambazi wengine kutoka Venezuela. Mwingine anaitwa Jose Camargo, kubadilisha matokeo ya kura. Wanachukua kura yetu wanampatia wale, wanachukua kura yetu wanapatia bwana Ruto, wanachukua yetu wanapatia Ruto. Sasa unaona Ruto alisema juzi na alirudia tena jana kule Mombasa. Nataka nimjibu yeye. Asikizeni. Jana nilitoa statement lakini waandishi wa habari hawako chapa. Bwana Ruto alisema ati Savas ilifunguliwa wakati wote walikuwa wanapiga kura, wakati wa kuhesabu kura, wakati wa kujumlisha kura yote Savas ilikuwa imefunguliwa. Hata katika mahakama kuu Savas ilikuwa imefunguliwa. Hiyo ni uongo mtupu. Bwana Ruto. You need to know, and I'm telling you here without fear of contradiction, that the servers were not opened. The servers have not been opened. When we went to the Supreme Court, our lawyers demanded that we should be given access to the servers so that our experts could interrogate the contents of the server. We got a letter from the company called Smartmatic, the service provider. That letter is in public domain. I gave a copy to the media yesterday and they have refused to publish it. But that letter said we cannot allow access to our server because that will impinge on our proprietary rights and interfere with the result of elections in other jurisdictions. So Mr. Ruto, please know that servers have not been opened. And I challenge you now to let the servers be opened. And let the server be audited and audited by a reputable international company. And I can assure you, you will show that you lost the elections by over 2.1 million votes. Kama wewe unajua kama ulishinda, unaogopa nini? Kama ulishinda unaogopa nini? Unaogopa nini? Fungua, kama nasema uongo, fungua server. Fungua server. Fungua server. Open the server. Open the server. Ndio. Waje nikiri tena. Tumesema nataka tena nirudie haya maneno ya kwamba Ruto alipata kura 5,900,000, 5.9 million votes. Sisi tulipata kura 8,100,000, 8.1 million votes. Unataka tuwache ushindi wetu iende?
tuwajiende, tukomoe, tukomoe. Labda nasema tukomboe, nione mkono hapa. Tumesema ya kwamba number 1, tunataka bei ya bidhaa muhimu ya wananchi, gharama ya maisha ishushwe chini. Ndani sasa mebaki siku 11. Tulisema siku 14. Sasa leo 3 imeenda, mbaki 11. Sasa tukasema hii mambo ya IBC isimamishwe. 3, mambo 7 ifunguliwe. Na sivyo baada ya siku 11 tutachukua hatua kama Wakenya. Mimi nitakuuliza nyinyi watu wa Ingo, mtakuja? Nikisema mkuja, mtakuja? Wangapi watakuja? Nione mkono hapa. Hii ni resolution ya watu wa Ingo. Tuko hapa na vijana, na leo tutazindua chapa ya Kakamega, wanaitwa Movement for Defense of Democracy. Kakamega hoye! Kakamega hoye! Kakamega mrembe! Mrembe handi! Amera bananganga John Mkwende mwana wenyu. Erula mnyasi. Nyanga ino enjendano onde baba emijeshi ya baba. Nyanga ino kuli Kakamega ano. Kuitilo kubola mheshimiwa William Ruto kwamba yahola bundu. No paranga baba aholengo mbayo. Ni lazima wisortie Ingo. Ni lazima wisortiana. Lazima wisortiana. Wisortiana. Ni kuli Kakamega no nyanga ino. Kubolenda abana ba Kakamega. Ni kubolenda kuchakanga MDD Kakamega. Ni kurula no nyanga ino. Ni kuitokanuka. Kuitano de mitoka. Kukulanga vijana ba Kakamega. Kuchamanga na Nairobi. Okutongisha Ruto mseto. Kakamega oye! Kakamega oye! Nikwenya bila William Ruto. Kama nilifua, chikware alifua tawe. Kama ni njela, chikware njela tawe. Kama na ukufua, kuna fande baba. Kama na ukuta mjela, kuta mjela nde baba. Kufujiliza nja vijana, kuta nanywe. Haya mambo ambayo tunazungumza leo, tunamweleza Mheshimiwa William Ruto kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipata kura hapa Kakamega na atakushinda kura tarehe 8. Na imefika mahali ni lazima tutoka State House. Tuko hapa leo kuhakikisha kwamba watu wa Kakamega wanatungana sisi na vijana wa Kakamega. Tuko tayari kwenda pale Nairobi na kuhakikisha kwamba wao jamaa kwa nyumbani. Kakamega wewe! Kakamega wewe! Tunataka watu wa Kakamega na vijana wa Kakamega. Leo tumechukua kijana mmoja hapa ambaye anaenda kusimamia timu yenu ya Kakamega tunapoanza safari, anaitwa Terik. Na tunaomba kwamba Terik aongee pamoja, alafu vijana wengine watu ambao tumekuja nao wataweza kusalimia. Terik. Asante sana vijana sana. Kakamega sana. Nataka nijulie Rais wa Jamhuri ya Kenya Raila Amolo Odinga. Nataka nijulie ya kwamba malaika anakaa pahali uwepo wa Mungu yupo. Nataka nijulie ya kwamba leo hii tumeona mtoto mdogo ambaye ni malaika amekuja akatoa shairi hapa. Lakini kule kwa mrengo mwingine wakikuwa na mkutano atidani Situmi anatoa shairi, alafu Rigathi Gachagua anaimba kwaya. Yuko ni kama shetani huko. Yuko ni kama shetani. Na mimi siogopi mtu yeyote. Leo hii
sana. Nakwambia rais, sisi vijana tumefika kwa ukuta. Sisi vijana tumechoka. Sisi vijana, hata sisi wavulana hatuna wasichana, kwa sababu hatuwezi mudu gharama ya kukuwa na msichana. Nakwambia rais, I am telling you rais, na kwamba wasichana wetu they are cheating too much and we blame William Samoei Ruto, kwa sababu majukumu ambayo inaweza tekelezwa na mwanaume mmoja, sasa hivi inabidi msichana akuwe na wanaume 5 ndio atekeleze hiyo majukumu. Na sisi tunalaumu nani? William Samoei Ruto. I have done my fact finding na nimepata ya kwamba ni watu watatu tu ambao wanaweza kuwa rais wa Kenya. Na leo wacha niwaambie, rais wa kwanza ni Raila. Kama wewe si Raila, wewe si rais. Kama wewe si Amolo, wewe si rais. Kama wewe si Amira, you are not the president of Kenya. Kakamega wewe. Wacha ule mazungumzo. I stand here confident to insist that the only legitimate president is Honorable Raila Amolo Odinga. The other one is illegitimate. He is a shenanigan. He is an election bug. He is called the wing of one Raila Amolo Odinga. And we will not be intimidated. We will not be shaken. Tunaona anapandisha bei ya elimu. Hakikisha kuna wanafunzi wanasoma. Hakikisha maskini wanafanya elimu. Tunamwambia, we are the generation. We are the generation that will not sit down and watch people steal the election. We are the generation that will not take intimidation. We are the generation that will assist Raila Amolo Odinga accomplish his mission. His mission of democracy. Asante Kakamega. Vijana mupo? Vijana mupo? Kakamega wewe. Tunajua hii inaitwa Miru na Mobo Kanda. Kakamega County. Watu constituency. Horera North. Na simmeleta baba. Baba kwa nyumbani. Wangapi wako na njaa? Azimia wewe. Mimi sitakuwa na mambo mengi kwa sababu hakuna muda. Mimi kama Okanga, kwanza nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto, serikali ya Urusi, serikali ya kimabavu, umeona amechukua bado mwenye ameua mtoto na mama. Mama amepatia security. Kenya hadi mnataka tukufe. Naambia William Samoei Ruto, government yako inanuka. Government yako ni chafu. Na mimi kama Okanga nimeapa ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya lazima tutaonana na wewe omundu kumundu. Tutaonanaje? Tutaonanaje? Nikimalizia, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, the people's president, president wa Kenya, pamoja kuwa na Injili Wamalwa, George Waithuri Wajackoya na viongozi wote wale hapa Western. Hao vijana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wako na njaa, wengine hawajaoa, hata pesa kununua always hakuna. Ruto ameiba pesa ya kondom. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hawa wananchi wasaidie wapate pesa ya kondom wakimudu, kwa sababu Ruto. Na nikimalizia, nataka niambie Ruto, ulitembea Kenya ukadanganya maaskari. Na mimi siogopi maaskari kwa sababu watu wako kwa shida, na mimi nawatetea kama mama. Askari si kama mimi, na mimi si serikali.
na tumemwandika mshahara, lazima asikie yenye nasema. Utaongeza maaskari mshahara, waje kutoza maaskari na uwache ujunga. Sasa nataka kuita mama Shupavu Martha Wangari Karua. Kakamega oye! Kakamega oye! Asanteni kwa kuja. Amesema serikali iliyoko ni ya badia, ni serikali ambayo haikushinda. Sasa kazi imebaki ni kuona ya kwamba sauti ya wananchi ambaye inadharauliwa, sababu wizi wa kura ni kudharau sauti ya mnyonge, na hiyo sauti ikidharauliwa ndio unaona nchi nzima watu wakiwa njaa, sababu pesa yenu inatumika na mabwenyenye wakijiinua, mwananchi akiendelea kuumia. Pesa ya subsidies ya kuweka unga chini, bei ya unga chini na petroli chini ilikuwa kwa bajeti ambayo inatumika sasa. Swali kwa serikali bandia, wamepeleka hiyo pesa wapi ikiwa si kwa tumbo zao? Mimi nasema kukataa kuweka pesa ya subsidy ya kuteremusha chakula wakati wa kiangazi na umaskini, hiyo ni njama ya kuua Wakenya, ni njama ya kuona Wakenya wametaabika. William Ruto amesoma kwa university wakati serikali ya Kenya ilikuwa inalipia kila mtoto kwa university. Akishamaliza kusoma anafikiria mahasula wengine hawahitaji elimu. Wameondoa support na sasa wanataka kuinua fees ya university kupungia watoto wa watu wengine. Tutamkubalia auwe Wakenya kwa njaa na akataza watoto wetu shule? Tutamkubalia kweli? Nataka kumweleza suluhisho. Katiba ya Kenya imepatia wewe mwananchi ushukani kuu, kwa kimombo sovereignty, belongs to the people of Kenya. Kwa hivyo mambo ikiwa vile ilivyo, yule ako na suluhisho ni mwananchi. Mwananchi akisema out, it is out. Mwananchi akisema enough, unaenda kwenu. Kwa hivyo mkitoa amri na baba amemuuliza kwa resolution na mkakubali ya kwamba wasipofanya ile baba alitangaza kwa zile siku aliwapea, tutasema siku imefika na firimbi ikipigwa na baba, wewe utajitolea. Muelewe, wanaleta uoga sababu eti wako na power, wako na ile nguvu za kitaifa zile wamenyakua kwa njia mbaya. Lakini mwenzangu, siku ya kuzaliwa ni moja na ya kukufa ni moja. Tuache uoga, tuwe tayari kulipa gharama. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Mimi Martha Karua niko tayari kulipa gharama. Siwezi kusimama Wakenya wakitezwa. Na kiongozi wetu, kinara wangu Raila Amolo Odinga amesema pia ako na uchungu akiona Wakenya wakiteseka. Ako
muko tayari kulipa gharama? Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu. Je, muko tayari? Mukiitwa mtaitika? Onyesheni kwa mikono tuone ni wangapi. Nikienda kukaa chini nikueleze wewe kijana, vijana wetu hawana kazi. Wameondoa kazi mtaani ambayo ilikuwa inapatia afueni vijana wetu. Hiyo pesa wanatafuta marafiki, wameongeza ofisi za serikali. Sisi tunawaambia tukiwa hapa, pesa ya Kenya itatumika kuajiri madaktari, kuajiri walimu na kuajiri hawa vijana wetu, na sio kwa watu wachache. Sisi kama Wakenya hatutaruhusu kunyanyaswa tena. Tumekubaliana hivyo? Basi wacha niwaitie ndugu yangu mpendwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Stolen from Africa. Wapendwa watu wa Ingo, hamjambo? Mirembe bosi, mirembe handi, mirembe swa. Haya, leo tumerudi Kakamega. Kakamega ni mahali pazuri sana. Watu wa Ingo ni watu wenye msimamo. Mimi na ndugu Raila tulikuwa kwa code. Wakati huo tulikuwa na ndugu mwingine anaitwa Weta ambaye amesalimu amri. Alafu tulikuwa in 2017 akaja ndugu mwingine mnono kidogo kunishinda. Akasema nasawa. Yeye amenaswa hajanaswa. Kwa hivyo mambo haya yanahitaji principle. Kaja akasema huyu ndugu alitoka kwa serikali na mimi nikaingia kwa serikali. Wafuasi wa Wiper Democratic Movement wote wako nyuma ya kiongozi wao. Nauliza wa ANC bado wako? Si wako nyuma ya Raila? Wangapi nasema ODM na Raila wanatawala Kakamega hii? Mambo haya ya kuongoza nchi sio mambo rahisi. Ni lazima mtu awe amejitolea roho. Kama ni muombaji kama mimi, aombe Mwenyezi Mungu amfungulie ili usije ukasaliti wananchi. Alafu naenda kusaliti dunia ya Kenya. Mimi nilikuwa kwa wizara mbili ambazo nataka nizizungumzie dakika moja. Leo nina hamu sana kusikia ndugu wawili wa Ingo watatu. Mmoja anaitwa ndugu Eugene Wamalwa, amekuwa waziri wa defense. Ako na experience ya ajabu. Kama wewe ni waziri wa defense wa nchi, ama unakuwa waziri wa interior kama Matiang'i ambao wanataka kumnyanyasa, hawa wanajua mambo mengi ya kuendesha nchi. Nina hamu kumsikia ndugu yangu Wycliffe Ombetsa Oparanya. Nina hamu sana, na nina hamu kumsikiliza aliyekuwa chairman wa gavana wote 47 na yeye kama chair of the Council of Governors akusaliti nchi yake. Na muheshimu sana ndugu Oparanya. Wangapi wanamshangilia Oparanya?
na mwenzi wa Paranya. Na pia napongeza ndugu ambaye nimjua hivi karibuni ambaye alikuwa namba 3 kwa mambo haya ya kinyang'anyiro cha Wanjakoya. Let me speak. Mimi unajua tulikuwa Jakaranda, vijana wanasema Wanjakoya bangi. Nikasema wecha. Mimi acha niwaambie ukweli juu ya bangi. Kwa sababu watu wanaweza kuelewa kama Wanjakoya ni ako na kwa dunia nzima. Let me tell you, dunia nzima what is called weed, kwa kingine uko bangi na nini, bora isitumike vibaya, is now very useful for medical purposes. Tunaelewana? Nchi kama Cuba ambayo iko na ustawi mkubwa kwa upande wa madawa, public health, Cuba. Hata sasa hivi tuko na Cuban doctors huku, na hata Marekani na hata Waganda wamejaribu kustudy ile. Mimi ambao nataka tu nionye ni situje tunaitumia mpaka tunafurugana. Hiyo ni mbaya. Kuna bangi moja mbaya, kuna ile ingine ambayo ni ya medicinal value, because the world is full of research. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nampongeza ndugu wa Jakoya kwa sababu yeye anaonyesha ana ustadi na ogopi. Na sasa amesema yeye alikuwa namba 3. Namba 1 alikuwa Raila Odinga. Namba 2 alikuwa William Ruto. Wajakoya alikuwa namba 3. Na mwingine Mwaura namba 4. Si Wajakoya anatoka Ingo. Wangapi wanashangilia Wajakoya na mshangilia? Basi nisikilizeni. Wakati nilikuwa waziri wa elimu, tuliweka kila mpango. Watoto wa shule wa Kenya waende shule. Mimi na Raila na Kibaki tukasema ni kila mtoto wa Kenya aliyeko primary school apate free and compulsory education. Sasa nimeona hapa kwa magazeti leo kwamba ukisoma university kama vile Dada Martha Karua amezungumza, itakubidi kuanzia September wale wanaenda first year kwa chuo kikuu watakuwa kilipa 48,000 shillings badala ya 16,000. Wangapi wanasema hatutalipa? Yani wewe, nataka tuulizane, wewe ni hustler, wewe ni hustler, naomba mnisikilize. Wewe ni hustler sampli gani ambao watoto wa mahustler wenyewe saa hii hakuna chakula nyumbani, saa hii kila kitu kiko juu. Mumesikia vijana wakasema hata kupata date haiwezekani. Si namna hiyo? Alafu the most important thing you must give to your people is education. You cannot adulterate higher education. Huwezi kunyima watoto wa Kenya elimu. Safari hii baba alikuwa amepanga kwamba kutoka form 1 mpaka form 4 watoto walikuwa wanasoma bure. Na hizi pesa ambao wameondoa subsidy na zile zingine, wewe unanisikiliza ama unataka nikuetee babu? Atakuja. Na babu yeye amesoma sana yeye. Amesoma, kuna madigrii sijui mangapi. Kwa sababu alikuwa na environment ya kusoma. Sasa hii confusion unaona katika ile wanaita junior secondary. Wazazi wengine badala ya kupeleka mtoto standard 7 wamepeleka standard 8. Unaelewa? Kwa sababu wataki maneno ya junior secondary, mwalimu mmoja anasomesha masomo 10. Hiyo ni elimu ama ni fujo? Kwa hivyo mambo haya ndio tunasema hapa, kusema kweli haelewi, wamechanganyikiwa, na ndio tunasema mbele ya mambo yote. Leo hii ambaye alimtangulia yule ambaye ameshukua usukani anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta, leo hii ako Nigeria.
wa Nigeria kama wa Kenya ambao wamechukua kura, kadi ya kupiga kura ni 87,000,000. Hii ya Chebukati kuchanganyikiwa ilikuwa 14 million. Ameiba mara. And I want to tell you, Chebukati aliiba kura yetu 2017 mimi na Raila. Si ni kweli? Na 2013 waliiba. Ukweli wa mambo. Tunasema hii ya 22, it is not over until it is over. Wangapi wanasema it cannot be over until it is over? Nataka niseme point ya mwisho because I said I want to listen to my brothers. Sasa mimi nilikuwa waziri wa mambo ya nje kwa miaka 7. Kipindi cha kwanza na tukafanya mambo mengi na mzee hayati mzee Moi na mengine, mambo ya Somalia, mambo ya Sudan, na hata Museveni tulikuwa tunafanya na yeye kuhakikisha kwamba tunapatia hata ustadi upande wa Burundi na kwingineko. Sasa kama waziri wa mambo ya nje nataka wa Kenya mjue ukweli wa mambo. Because umeona mtu akisema ati baba watu wa Kenya wamelipa 2 billion ili waweke ofisi ya Raila akiwa African High Representative for Infrastructure based in Addis Ababa. Yeye mwenyewe anaweza akaongeza hapo. Lakini urongo, nimeona uongo wa ajabu. Nchi za Afrika zinalipa pesa fulani to what is called contribution, assessed contribution by every member state. Na kwa sababu ya population ya Nigeria walikuwa wanalipa pesa kushinda hata Kenya. Kenya was in the second, third tier. Libya kwa sababu walikuwa na mafuta mengi chini ya brother Gaddafi, Muammar Gaddafi ambaye aliuawa kinyama hivi. Walikuwa wanalipa nyingi zaidi. Sasa haiwezekani if you are African High Representative uwezi basi ukasema ile pesa Kenya imelipa ndio inaenda kulipa Raila. Uongo wa ajabu. Kwa hivyo watu ni waongo hata hawajui Afrika inafanya kazi namna gani. So Raila Amolo Odinga alipochaguliwa as the African High Representative for Infrastructure na amejaribu hiyo kazi vizuri zaidi. I know the work he has done in the DRC kuunganisha kutoka kuwa na highway kutoka Indian Ocean mpaka Pacific Ocean. Ni engineer. Na kavile vile ambavyo alikuwa tayari kuunda nchi yetu na ako tayari bado kuunda nchi yetu hii. Kwa hivyo mtoe hiyo machafu ambayo aliongea mambo haya hajui kabisa, because I remember his tickets used to come from Addis Ababa. Hakuwa analipiwa na treasury ya Kenya. Kwa hivyo hata Yatani should have made it plain kwamba every cent Raila was using in that office was coming from the from the commission headquarters in Addis Ababa. Ni lazima tutetee baba, ama sivyo? Na mimi nikimtetea kila mtu wa Kenya najua mimi sijui kuongea urongo. Afadhali uniue kulipo nikudanganye. Na sijui kuiba. Wizi hii subsidy kama vile dada Martha amesema. Ile pesa ambayo Uhuru alikuwa amenegotiate na mama moja ambaye ni managing director wa IMF, akasema watu wangu wana njaa, wacha wapatiwe subsidy ya mafuta na subsidy ya hii. What these people should have done kusema badala ya kusema tuondoe subsidy, ng'ombe Northeastern wamekufa wote, mifugo wamekufa, hata gamia wako hatarini. Sasa kama kondoo, mbuzi, ng'ombe za Wamasai wote zimekufa, Kajiado hakuna chochote. Sasa unawezaji wakati huo badala ongee kama vile Uhuru alidefend nchi, akasema give me 3 months extra subsidy. Hizo subsidy ndizo wanatumia kununua wabunge wa Azimio la One Kenya. Kama kuna mtu alichaguliwa na tikiti ya ODM ama Azimio na umemwona Ikulu, ujue yeye amekula, ndiye mbaya zaidi.
Wangapi wanasema hao hatachaguliwa tena hata kama ni kiti? Sikiza, hata kama ni kiti ya kwenda kuchunga kondoo hawapati. Wangapi wanasema hatapata? Kwa hivyo Kakamega hoye, vijana hoye. Mimi nitamuita sasa one of them who is coming first, Mheshimiwa leader wa chama cha DAP Kenya, Eugene Wamalwa. Thank you. Malo mkatu miniha wanini niwe wanini ina kuseberanga ulolo. Kakamega mlembe, Kakamega mlembe, mwehwele bakeni. Mumekaribisha the People's President of the Republic of Kenya. Kwanza ni washukuru sana. Kakamega tulikuwa uwanjani pale Buhungu, mukaniita na ngofia Kwesule. Hiyo ndio ndege huwa inaonyesha pahali tunaenda, si ndio? Huko inaitwa Ajulu, huko Nyanza. Leo nataka niwaambie asanteni watu wa Kakamega, sababu region yetu ya Western kama Nangofia kama Kwesule tulisema baba ndio anaenda kushinda hii kura. Hapa mlipiga kura mara 2 na baba akashinda. Kwa kaunti zetu zote kuanzia Mbale paka Kitale, hapa ilikuwa Azimio, tulishinda hatukushinda. Baba amewaambia kutoka ziwa Turukana huko kupita Marsabit hadi Lamu, Bahari Hindi, tulishinda hatukushinda. Kutoka ziwa Victoria hadi ziwa Turukana. Kwa hivyo leo nimekuja nyumbani kuambia vile niliwaambia na Ngofia, Raila ndio alishinda kura hii, lakini ziliibiwa na mtu anaitwa Chebukati. Sawa sawa? Chebuchera huyo. Sasa tuko hapa kusema sisi we will not rest until electoral justice is realized in Kenya. Tuko pamoja? Mutatembea na sisi? Na tunataka tuseme vile baba amesema hapa. Tuambie Bwana Ruto, ukweli ukidhihiri uongo ufanye nini? Hujitenga. Baba amesema hapa ukweli wa mambo ni kwamba Bwana Ruto, your Smartmatics friends, your Venezuelan friends protested, wakazuia servers kufunguliwa. Sasa if you are smart enough, tell your Smartmatics friends wafungue server mara moja. Wakenya wanataka ukweli. Sawa sawa? Hiyo mmekubali? La pili, tuko hapa kuambia Mheshimiwa Ruto ya kwamba nyuma ya siku 14 na sasa zimebaki 11, kama unga hautashuka, kama sukari haitashuka, kama mafuta haitashuka, kama stima haitashuka, kama fees haitashuka, kama rent haitashuka, tutasema umeshindwa kazi wewe na Kenya kwisha. Mwende wapi? Mwende wapi? Watu wa Kakamega, mnakubaliana na sisi? Baba kipika virimbi baada ya siku 11, mtakuja twende pamoja? Wangapi? Nione mikono hapa. Hiyo sisi tumeamua, na hiyo ndio mambo tutasema tunapigania wa Kenya. Sababu wa Kenya wako wanaumia. Tumetoka Vihiga, wazazi wanalia. Iko mambo ya CBC, wanaambia ati wazazi watengeneze lockers, ati walete zile rim ya karatasi. Kama wewe hauna chakula kuweka kwa meza, hii fees unasema wazazi walipe, pesa itatoka wapi? Itawezekana kweli? Sasa hawa walisema eti wakiingia watarekebisha mambo haya. Sasa mambo yamerekebishwa ama yamekuwa mabaya zaidi? Si yameharibika zaidi? Na hiyo ndio sisi tunasema tunaenda kusukuma baba, haturudi nyuma hadi haki itendeke. Sawa sawa? Tuko pamoja? Sisi tukija hapa Kakamega
tulikuwa tunasema tumekuja KK, si ndio? Si hapa tuko KK? Lakini jamani, kuna watu wa KK wameingia pale State House. Na KK sio Kakamega tena. Na KK sio Kenya kwanza. Tumeona hii ni Kenya kwisha. Ruto ameleta kabila ya 44 eti wanaitwa hustlers. Akasema eti amemaliza ukabila. Kenya hii sasa tangu Ruto aingie, yeye na Gachagua wamesema Kenya hii ni kama kampuni yao binafsi. Wamesema eti hao ndio shareholders, the main shareholders, nyinyi wengine Kakamega hamuna share. Walisema hawakusema? Si Gachagua wamesema? Ati yeye akule kwanza na watu yake, Ruto akule kwanza na watu yake, ati na sisi tukae kando kama fisi. Hiyo itawezekana kweli? Itawezekana? So we are here to tell Ruto ya kwamba you have not finished tribalism. William Ruto has entrenched tribalism in Kenya. Kuanzia baraza la mawaziri, ukiona yeye na main shareholder mwenzake Gachagua, wao wamechukua over 55%. Ni kweli si kweli? Ukienda kwa PS, yeye na yule shareholder mwenzake main Gachagua wamechukua over 55%. Siku hizi parastato zetu zote, ukisikia chairman wa hii parastato, ukisikia yule, over 60% ya parastato zetu zinaenda kwa main shareholders. Na sisi tumesema enough is enough. Kenya hii ni yetu sisi sote. Kenya does not belong to a few, the chosen few, the shareholders. Katiba yetu yarudisha uwezo wa Kenya kwa mikono ya mwananchi. Ninyi wananchi ndio wenye nchi hii, sio Ruto na Gachagua and a few shareholders. Tuko pamoja? So kwa hivyo tukiwaambia tutembee pamoja, tutaenda pamoja. Na sisi tumeambia wabunge wetu wa Western, wale wataenda State House kununuliwa, mambo yao yamekwisha. Sawa sawa? Mimi na ndugu yangu Oparanya na ndugu yangu Wajakoya tumesema tutasimama kidete na baba. Sawa sawa? Wacha nilete Oparanya sasa wasalimu. Karibu ndugu. Haya. Abantu banje mulembe kandi. Denyo kulola kwa mulembe ja baba, ja mchesia baba. Kwanza ni shukrani kubwa mimi kurudi hapa. Hii ndio mkutano yangu ya kwanza tangu niondoke. Na nina furaha kuwa hapa tena. Taendelea kuja hapa kuongea na nyinyi. Kwanza nataka nimshukuru sana watu wa Kakamega. Wakati tulikuwa tunatafuta kura hapa, tuliomba nyinyi kura na mkapiga kura vile ilitakikana. Kuanzia MCA wa hapa paka kwa woman rep, paka kule juu kwa Raila Amolo Odinga ni ODM. Kuanzia MCA wa hapa ako hapo, ndio huyo bwana Ikunza ako hapo nyuma. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumshukuru sana nyinyi kuwa na sisi wakati ule. Nataka muendelee kuwa na sisi mpaka mwisho chini ya Raila Amolo Odinga. Kulalela abana banje, kulalela endola kwa balalela. Pili, mulipopika kura ya rais huko Nairobi, ule mtu wetu wa huko Bungoma akachukua kura zetu, akachukua kura za Raila Amolo Odinga. Ndio kwa sababu sisi tunasema tunataka reforms katika IBC kama tunataka amani katika nchi yetu. Kwa sababu kama hatuna demokrasia katika nchi yoyote, hatuwezi kuwa na amani ya maendeleo. Ndio kwa sababu tunataka reforms. Wacha nimwambie watu wangu, ukiwa kiongozi
yako jambo mawili ambao unaangalia. Jambo la kwanza ni elimu ya watoto. Jambo la pili ni afya ya wananchi. Ni sasa kama school fees imeenda juu mpaka university, hao watoto wa maskini watasoma namna gani? Na education, elimu ndio inaleta usawa katika nchi, kwa sababu mtihani ni ule ule hata akiwa mtoto wa maskini au watajiri, ule mtihani ule huu. Sasa kama school fees ya university imeenda juu, na since 1990 school fees ya university jaenda juu. Kwa hivyo wale watoto wa university wako hapa, msilipe. Tunataka university zote zikatae kulipa school fees, kwa sababu tunataka mtoto hata wa maskini aende katika university. Tuko pamoja? Tuko pamoja kabisa. Mwisho, tuna wajumbe wengine ambao wanaenda State House, ati wanaenda huko ati kutafuta maendeleo. Wale wajumbe ambao hawana msimamo. Mimi nimekuwa mjumbe miaka 10, nimekuwa hapa gavana miaka 10, na mimi sijakuwa kwa serikali. Nilifanya kazi au sikufanya? Na hao ambao wanaenda State House kutafuta maendeleo wanafanya nini? Hao wajumbe muangalie kabisa. Ikifika wakati huo muwapeleke nyumba. Na pia tuna magavana pia wanafanya hivyo. Na gavana, wewe unajua ukiwa gavana una bajeti ya wengine, hata tumekuwa kule kwao hawaonekani, ati wameenda State House wanatafuta maendeleo. Ukiwa gavana una bajeti yako, unaenda State House kufanya nini? Sinakunywa tu chai na unarudi unafanya maendeleo ya watu yako. Kwa hivyo muangalie viongozi kama hao. Tunataka viongozi ambao wana msimamo. Mnasikia? Basi nataka nimkaribishe. Ngoja baba atakuja. Atakuja. Babu kaa. Nataka nimkaribishe. Zamu tafadhali wewe. Nataka nimkaribishe gavana wa hapa aendelee. Karibu gavana. Haya Kakamega hoi. Sasa tuko na wageni wengi hapa. Ningependa kumkaribisha Senator wa Narok ambaye anaitwa Ole Kina. Haya. Watu wa Kakamega, hamjambo? Hamjambo tena. Sasa mimi nataka munipe masikio tu dakika moja. Si mnajua nimesimama hapa kama ndume kabisa, si ndio? Mimi nataka kuwaomba nyinyi vijana, leo tumekuja hapa kuzungumza na nyinyi, tuwaeleze ile mashida yote ambayo inaelekea hapa Kakamega, hata huko Narok na Kenya nzima. Watu wako na njaa. Sisi wote tusiposimama na baba Raila Amolo Odinga tutaangamia. Huyu mtu anaitwa Ruto, yeye ile kazi anataka kufanya ni kusaidia wale mabwenyenye. Juzi ameweka nini? Advertisement ya CAS. Hao CAS ambaye anataka kuchukua ni watu walikuwa magavana, ni watu walikuwa wanasiasa, wanakula bilioni 1 kwa mwaka. Nyinyi mnakula nini? Nyinyi mnakula nini? Ile shida nyingine anawekea nyinyi, anawapandishia karo ya shule. Chakula, unga imepanda sasa mpaka shilingi 300. Mtaendelea kuishi hivyo? Mtaendelea hivyo?
Sasa nataka kuomba kitu kimoja. Kama unataka maisha yako iende vizuri, ndio ukumbuke maneno ya kesho, mimi nataka ukasirike. Useme enough is enough. Useme nini? Enough is enough. Juzi alidanganyana ati analeta hustler fund, ati ambaye hata lipisha nini interest. Sio ni wizi. Amulipi? Mtalipa. Sasa nikimalizia, sikiza. Wamasai wote kwa siku 11, siku 10 na ngapi? Moja. Wote tunaenda Nairobi. Mimi naomba watu wa Ingo wote, countdown to mass action is now 11 days. Siku ngapi? Na tunasema hivi, hiyo ambaye Ruto anasema ati sava ilikuwa imefunguliwa, kama yeye ni mtu ambaye anaenda kanisa na ukweli na anaomba Mungu ule mmoja, tunaomba afungue leo, aweke hapo na aite Wakenya wote aseme angalieni. Ama namna gani? Ile kitu anajua ni kuwanyanyasa. Hiyo ofisi yake amepandisha kodi hata leo, lakini anyoa saa zingine vitu vingine kifanywa mbaya, hata nyinyi watu wa Ingo mkasirike. Si mnataka mkasirike? Nyinyi ndio mnakuwa mmejaa huko Nairobi, wamama yenu ndio wanaenda kutafuta kazi. Vijana wa Ingo kwa sababu ya policy kama hii ya Ruto, ati vijana wa Ingo hawezi kusoma, ati sasa ni watchman. Si mkasirike bwana. Sio ni kitu mbaya? Kwani ile maisha ambaye kijana Masai anaishi na ile mtoto wa Ingo, kwani mtoto wa Masai alitolewa juu akawekwa chini ama alizaliwa? Si alizaliwa? Sasa wakati ni huu. Unaona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, unaona Mama Martha Karua na Kalonzo Musyoka. Hao ni watoto kweli? Wanapigwa na jua kila siku kwa sababu yenu. They are not. It is not about them. Listen. It is about you. Unasikia? Na mimi naona hapa kama siku ile nilikuwa na vijana wa Ingo, huyo Chebuchweza angeiba kura yetu. Ama namna gani? Haya basi, nionyesheni basi mtu kusimama na baba kabisa. Asanteni sana. Haya, Kakamega hoi! Tulieni, babu atakuja. Babu anakuja, tulia kidogo. Tulieni vijana, tulieni. Ndenyiro kutangaza yao kidogo, awandu banje. Sibazi turula mberi yao. Kwenye muda kupipa ya basi futao. Mulire. Driver goroze basi ya mberi yao. Sasa wacha nipatie babu dakika moja ili akimaliza tutaleta Wajakoya. Hitos Mbonda. Haya. Vijana tilim, wazee tialala, warembo wa mama we kijana, we ni mama unapiga Sasa jambo la kwanza nataka kuongea juu ya elimu. Comrades mpo? Nataka niongee juu ya Ruto. Ruto, ulituambia mama yako aliteseka sana. Alikuwa akiuza kuku akakulipia shule. Na ulituambia ulikuwa unafanyiwa fundraising ili uende shule. Ulipoenda university ulipewa help ambayo ilikuwa inaitwa boom. Ulisomeshwa bure. Ni kwa sababu ya elimu ndio ilifanya ukutane na Moi. Ni kwa sababu ya elimu ndio ilifanya ukue MP. Ni kwa sababu ya elimu ndio ilifanya ukue deputy president. Na ni kwa sababu ya elimu ndio imefanya uibe kura yetu. Sasa jamani, kama ni elimu ndio imekutoa kule chini mpaka ukafika kiwango ya kuiba kura, jamani, hawa watoto, hawa wanafunzi ambao wako hapa, mbona unaongezea karo ya shule?
Hiyo ni ufala, si ufala. Ni ujinga, si ujinga. Kama wewe mwenyewe ulisaidiwa, mbona saizi uko na roho mbaya ya kuongezea wanafunzi karo ya shule? Wanafunzi ambao wamama zao wanauza mboga, mababa zao wanaendesha bodaboda, maanko zao wanaenda kwenye mjengo, na maanti zao wanaosha manguo ndio walipe shule. Jamani, ulijiita hasla. Hiyo wasla iko wapi? Mbona unajiona umefika juu, umewacha watu wako chini? Na mimi nakuambia Ruto, tunaenda kumobilize wanafunzi na tutawamobilize vijana ria, vijana tibim. Tutawamobilize katika 47 counties na hold demonstrations. The demonstrations will not be a mother of demonstrations. It will not be grandmother of demonstrations, but it will be the ancestors of demonstrations. Kwa sababu ya hiyo demonstration nitakupromise kitu moja. I can only promise that there will be demonstrations, but I can never promise whether the demonstrations will be peaceful or not. Vijana ria, vijana tibim. Jambo nyingine, jana alituambia vizuri ya kwamba taxes ya gas imerudishwa chini. Jamani, hapa Kakamega watu wangapi wanatumia gas cooker? Si hapa watu wanatumia makaa na kuni? Mbona unatuchezea kama watoto? Hapa unarudisha gas cooker na watu wanatumia kuni. Sisi tunataka bei ya unga wapi? Bei ya sukari wapi? Bei ya fuel ya bodaboda wapi? Na imebaki 11 days. Utajionea. Jambo la mwisho, ukiona kule Saudi Arabia, ukitaka kujua Kenya ina ujinga, wacheni msikize. Ukiona kule Saudi Arabia ambayo ni desert, mvua inyeshangi huko, lakini saizi kila mwaka wana produce 700,000 metric tons ya wheat flour. Ngano ni 700,000 kila mwisho wa mwaka. Jamani, wewe nawe with your wisdom or lack of the same unataka kutuambia jamani ati siku yetu ya Valentine unaita maombi, siku ambayo siku ambayo wazee wanafaa wafanye kazi chini ya wamama na wamama wafanye kazi chini ya wazee, siku ya mapenzi. Wewe unatuambia unataka uende uombe mvua itime ifanye nini? Inyeshe. Unatuambia mvua inyeshe na hiyo mvua bado. Na ulishaona meteorologists walishasema mvua inaanza kunyesha next month. Alafu unatumia milioni 20 kwenda pale atunaweka maombi mvua inyeshe, na huko Saudi Arabia wanatumia tu mbinu ya irrigation. Hapa Kenya tuko na Indian Ocean, tuko na Lake Victoria, tuko na marivers mingi ambayo inaweza fanya irrigation. Ni ufala si ufala? Ujinga si ujinga? Upuzi si upuzi? Alafu unachukua 20 million Kenya shillings ambaye afadhali ununulia hata wa Kenya au watu wa Kakamega ile wheelbarrow ambayo ulisema utawapatia. Iko wapi? Inafaa ununulia hao watu wa bodaboda hapa waendeshe. Ilienda wapi? Ujinga si ujinga? Sasa mimi nataka niwaelezee. Saizi wamesema wana appoint CAS mmoja kila mwisho wa mwezi anatumia shilingi milioni 5. Wote wakikuwa appointed ni shilingi milioni 100 kila mwisho wa mwezi. Madaktari wangapi wanafaa waajiriwe hapo? Walimu wangapi wanafaa waajiriwe hapo? Nurses wangapi wanafaa waajiriwe hapo? Help inafaa mpate hapo, si hivyo? Nikimalizia, nimeona macomrades wamedemand huyo aongee juu ya fee peke yake. Moja tu juu ya fee tu, alafu comrades, niko na jambo kwa comrades. Tumesikia kuwa there are
occasion that someone is calling comrades leaders for a breakfast. Tumekataa. Na tunasema hivi, Baba, as we will be going, as we will be forwarding to the State House, comrades wako, na tuko ready, na tutaenda. Free must be maintained. Our parents are suffering. Comrades are suffering. Unapata comrade anafanya supplementary more than the special exam. Comrades, we shall not allow that. And lastly, Baba, tuko na comrades kila mahali, including Sugoi. On that day, together with Baba Wino, we shall collect all comrades. Now we shall forward. Na tuende huko. Comrades power. Asante sana. Haya, comrades power! Kakamega hoi! Wacha sasa niite Wajakoya. Haya, Wajakoya, karibu sana baba. Leo sitacheza na leo sina furaha. Mnajua Simba ikiwa mahali tunatunyani mahali ingine. Mnaelewa mwelewi? Wewe kama umeserve tamu yako, kwenda nyumbani. Mtu kama mimi ni mtu wa kuchezea. Mtu akitaka ngumi tunaanza kupigana ngumi. Mimi sijakuja kuchukua bibi yako, kwenda kabisa. Mheshimiwa, mimi sitaki kujiaibisha mbele ya mtoto wa Jaramogi. Na sitaki kujiaibisha mbele ya Mama Mata. Na sitaki kujiaibisha mbele ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na sitaki kujiaibisha mbele ya Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mimi ni Simba vile mnaona hivi. Na mimi siwezi kukalia kwa kichwa na takataka. Mnaelewa mwelewi? Mimi niliposimama kura nilitembea kidete. Mimi nimekuja Azimio kusaidia mzee Raila Amolo Odinga kama mwenyekiti wa Roots Party. Mimi ni principal. Mnasikia msikii? Katika mesa hii kuna Raila president na principal namba 1. Kweli rongo? Kunaye Kalonzo Wiper kama principal namba ngapi? Kunaye Eugene Wamalwa na kunao Bwana Kereini. Na mimi ni principal. Siwezi mnataka niseme? Nitawacha hiyo, si ndio? Na mimi nataka kuambia hivi. Mimi nimekuja kwa Mheshimiwa Raila because nimeona mbele. Mimi nimekuja kusoma discipline ya mzee. Mimi nimekuja kwa shule ya mzee. Na sitaruhusu ndugu yoyote. Semeni ndugu, sitaruhusu ndugu yoyote. Sitaruhusu ndugu yoyote kukuja kukaa kwa kichwa yangu. Hawawezi. Na Mheshimiwa Baraza, wewe ndio gavana tunajua hapa. Ninajua unapewa mambo mingi hapa. Kuna watu wanakupinga hapa, wengine wataki kurudisha magari ya county, wengine na plot utolewe usubuhi. Mimi nitasimama na wewe na lazima niseme. Nikiendelea, ningependa tena kumuomba Mheshimiwa Baraza ya kwamba Kakamega Forest iko na nyoka. Na KWS, Kenya Wildlife Society, iko na leseni. Watu wakilia mambo ya unga, tunaweza kuenda tukaharvest nyoka zetu hapa tukauza. Na mshukuru tena Governor wa Baringo ameanda hiyo. Alafu efovulana bwenano kubetano musala mungomno ta. Shughuli no mkuombera ko la kasi jina. Nibulana kuli nenza kafu ni kola kasi jina. Nonyola mama mkolorie. Mulolanga ruwaru ninga rumshala mno. Mama nyambwani shindishina. Mama nyomlosi ni shindishina. Mama nomdo kundu kwa kufuimba ni kundishina. Mumbulanga nasho mumbulanga atawe. Ikura itanga ni ya baba. Munaelewa? Sitasema mengi, lakini next time nikienda mkutano, I want to be recognized as a principal. Thank you very much. Haya, Kakamega hoi! Sasa wacha nimkaribishe jirani wetu
ambaye ni James Orengo, gavana wa Siaya. Asante sana. Kama Kakamega oye! Kakamega oye! Mimi nina machache sana, na nasema hivi, mnajua kwamba kura ya baba iliibiwa. Kakamega wangapi wanajua ya kwamba kura ya baba ziliibiwa? Ni mkono juu. Sasa mimi nasema hivi, tarehe bado tuna siku 17. We have 11 days. Tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Mimi naomba kwamba ikifika wakati ambapo baba tangaza twende State House, tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Kule Siaya, mimi toka Siaya, na Siaya tunasema baba akipiga filimbi tutaenda vile baba atasema. Na nimekuja hapa na watu wengi sana kutoka Siaya. Sasa naomba mpatie baba mkono na sisi sote tuitike mwaliko ya baba ya kwamba tuokoe Kenya. Nataka niseme hivi, munanisikia? Munanisikia? Revolutions, 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 rebellions, they don't come easy. They don't come easy. Lakini if you are united, tutafika mahali ambapo baba nataka tufike. Kwa hivyo msiogope Ruto. Ruto mnaogopa ama mnaweza kumweka chini? Mnaogopa Ruto? Mnaogopa Ruto? Ruto hawezi mwendo ya baba. Asanteni sana Kakamega, tutarudi, tutakuwa na nyinyi pamoja mpaka tufike Jordan. Asanteni sana. Haya, sasa ningependa kumkaribisha SG wa Jubilee ambaye ni Mheshimiwa Kioni. Karibu sana mheshimiwa. Nego kena na kogasa idalele mu. Mambo mawili peke yake. Jana tulikuwa na rais, the people's president, Raila Amolo Odinga, na tulienda naye kule Githurai. Githurai ni baada ya Kiambu. Zile shida ambazo watu wa hapa wanazilia ni zile ambazo tulikuta kule Kiambu. Wale walipigia UDA kula na wale hawakuwapigia, wale walipigia Azimio. Shida zote za Kenya ziko kila kona ya Kenya hii, na Wakenya ambao wanaumia kwa sababu ya janga Raja wanamtegemea Raila Amolo Odinga kuwatoa kwa ile shida iko. Kwa hivyo baba, unapotembea hapa na kule kwingineko, ujue ya kwamba pia watu wa kule Mount Kenya wanakutegemea uwaondoe kwa ile shida ambayo iko. La pili ni kwamba William, hii kampuni ya William na nani, hiyo kampuni yao walipoenda kule State House walisema ya kwamba walikuta pombe. Sasa tumeona budget ya maombi iko juu kuliko ya pombe. Wanatembea na maombi na wameongezewa bilioni 8 ya maombi. Hawana pesa ya kulipia karo ya shule. Ya tatu na ya mwisho, kwa sababu masaa yameenda na iko namna hiyo. Mumepokea salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Wangapi wamepokea zake? Na ni kwa sababu yeye patirida wake ni nani? Raila Amolo Odinga.
na hii safari tunaenda mpaka mwisho. Yale yote baba amesema tutaenda pamoja, na naomba tena, siku atapiga firibi mujitokeze. Kama hautaweza kuja kule tumefanya kwingineko, chukua sufuria, goga, sema kuna jaa kila pahali. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Anaitwa CK kutoka Nairobi, mwana Jubilee, msikizeni pia. Asante. Kakamega! Kakamega! Jeshi ya baba we! Tunasema tuko gangari na tunagojea siku ngapi? Tumebakisha ngapi? Hebu tuhesabini. 1, 2, 3, 4, 10. Alafu ninauliza, mkiitwa mtaitika? Mkiitwa mtaitika? Jana tulikuwa Githurai, watu wanasema wako tayari firimbi ipigwe. Watu wako tayari firimbi ipigwe. Baba, tunakuomba tafadhali, tupeleke mahali tunatakikana. Kwetu ni wapi? Nauliza, kwetu ni wapi? Kwetu ni wapi? Wale wako hapo wanaitwa mabonoko, na tunasema waende wakienda. Asanteni sana Kakamega. Haya Kakamega hoi! Sasa najua tuko na wabunge wengi hawajaongea. Pia tuko na seneta wetu wa Nairobi ambaye ni kijana wetu hapa. Ningependa sasa kumwalika women rep Mama Elsie ili akuja endeshe ratiba ambayo imebaki. Karibu sana Mama Elsie, uendeshe ratiba ambayo imebaki. Thank you. Wamama wamama, vijana vijana, wazee muko. Mimi ndio mama wenyu wa county Senje Bana Koko Bana Mukhali witu la musika. Sasa tunataka kusikia sauti ya Kakamega. Hapa Kakamega mulichagua wabunge 11. Saa hii tunataka kuona wale wabunge wenye wamekuja kwa niaba ya njaa ya watu wa Kakamega. Kwa hivyo wabunge mnakaribishwa. Wanyakulala bamuyanza, wanyakulala bamuyanza, oh bamuyanza. Wanyakulala bamuyanza, lola bamuyanza, oh bamuyanza. Wanyakulala bamuyanza, wanyakulala bamuyanza, oh bamuyanza. Wanyakulala babunge, wanyakulala babunge, oh babunge. Wanyakulala babunge. Sasa sasa wale wabunge wenye wako watasema jina lao, alafu in summary na Bina Bwera na PK Salasia wataongea. Vijana oye! Wamama oye! Mimi ni Peter Oscar Aurindo, mbunge wa Matungu Lufulu Atuma. Nimekuja kusimama na baba, nimekuja kusimama na wananchi wa Kakamega ili kutetea haki yenu. Lazima bei ya vyakula irudi chini, au sio? Walitudanganya kwamba wakiweka chini Biblia kila kitu itarudi chini. Imefanyika hivyo ama hapana? So kwa hivyo vijana tulia. Comrades power! Comrades power! Mimi nitajiunga pamoja na Babu Owino na Peter Salasia kuhakikisha kwamba hakuna university ta operate ikiwa wataongeza school fees. Si mnaagiri hivyo?
Hatuwezi kubali kwamba watoto wa university wanakaa nyumbani kwa sababu hii serikali ambayo imekuja wanasema kwamba lazima mkuwe na shares huko. Kwa hivyo tukue pamoja, tutasimama pamoja na tutasimama pamoja na baba. Asante sana. Sauti ya Khwisero. Vijana muko? Bei ya unga iko juu au chini? Bei ya mafuta iko juu au chini? Vijana wanainama kwa shule hawainami? Comrades mnainama hamuinami? Baba Raila Amolo Odinga akisema kwamba bei irudi chini anafanya makosa. Jambo ambalo la mwisho na limenibea aibu sana Kenya hii. Supreme Court yetu imesema ya kwamba wale watu wa jinsia mbili waanze kuhusiana. Vijana mtakubali muhusiane kwa vijana kwa vijana? Kijana mvulana unatafuta msichana na msichana unatafuta nani? La mwisho, kuna wabunge ambao hawako hapa. Nataka niwaambie ukweli. Baba Raila Amolo Odinga alituita tukakuwa na yeye jana usiku. Tukapanga mkutano wa leo tukuje wapi? Hao wabunge ambao mkiona wako hapa wanadanganya baba mchana na usiku wanaenda kule kwingi. Tumesema enough is Haya bandu banje mlembe. Kwa sababu mimi nilikuwa nimeongea nikaanzisha na hapa ni nyumbani. Kataba chene bagazia kulabola zakeo. Si ndio? So the best thing, nataka ni donate time yangu kidogo kwa mheshimiwa Timu Wanyonyi. Sawa sawa. Mnaniruhusu Timu Wanyonyi mtoto wetu jameni. Jameni aongee. Haya. Haya, bana befe mlembe. Hamjambo. Kakamega hoye. Sisi tunasema hivi. Tumesikia Deputy President akiongea mambo ya kahawa, mambo ya maziwa, na anasahau ya kwamba the food basket ya Kenya ni Western Kenya, si ndio? Western Trans Nzoia sisi ndio tunalisha Kenya. Hatujasikia akiongelelea wakulima wa kutoka mkoa wa Magharibi. Tunakubali hiyo. Lazima tuangalie sisi pia watu wetu waangaliwe na serikali iangalie maslahi ya watu wetu. Kitu ya pili, we want our children to go to school. Walisema free education. Baba alisema watoto watasoma from primary all the way to university. Saa hii wanasema school fees watoto wa university walipe. Wanasema watoto wa standard 1 walipe. Tutaweza? Mtakubali hiyo? Hiyo ni ulaghai, si ndio? Kwa hivyo sisi tunataka haki ya wananchi wetu. Na baba ndiye ataleta hiyo haki. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, Comrade Power. Comrade Power. Mimi na ujumbe ufuatao. Kwa niaba ya wabunge wa Kakamega, baba, tunakupea ripoti ifuatayo kwamba sisi kama jeshi lako tunangojea amri ya kufire. Vijana fire! Hey, vijana fire! Tunangojea amri ya kuanza safari kuelekea Nairobi kusimamisha kila kitu. Tuko tayari? Hebu tuone kwa mkono wale wako tayari. Ya pili baba, nataka nikupatie ripoti. Jana saa 2:33 yule mama amewekwa kwa KRA. Aliwaondoa wachunguzi wote ambao walikuwa wamewekwa kwa KRA kutoka DCI. Hawa mabwana wana mpango ya kuingia KRA na kupora pesa. Mtakubali wapore pesa? Mtakubali wapore pesa? Jambo la pili na la mwisho, Deputy President wa Kenya, yeye kwa sasa ndiye anaendesha polisi. Hapo jana ametransfer OCBD wa Kayole. Mnakumbuka pia ametransfer
DCI wa Nakuru Bwana Nyale, tunauliza polisi iko na Inspector General ama Gachagua ndio Inspector General? Mwisho baba, mimi Nabii Bwera ninaomba kwamba siku ile ya Kiyama ambayo ni siku 11 kuanzia leo, nitaondoka kwa miguu yangu miwili nikiwa tayari kuwa jeshi la baba na kuenda kukomboa Kenya. Mungu unisaidie. Haya, vijana oye, Kakamega fire. Bas, juzi mimi niko na mambo moja ya kuongea. Mmeona juzi watu wengi waliona payslip yangu kwa mitandao. Niliweka pale kujibu mtu ambaye anaitwa Aaron Cheriot, na mtu mwingine anaitwa Gachagua, na mtu mwingine ambaye anaitwa Murkomen. Walisema sisi tukiwa kwa Azimio ati hatukubaliki kwenda kwa maofisa wa serikali kutafuta misaada ili watu wetu wasaidike. Na nikaonyesha kwamba sisi sote tunalipa taxes and it is our right, na hatuwezi tukaenda kwa begi ya kwamba ndio tutafute maendeleo katika constituency zetu. Sasa wajue Kenya sio kampuni yao, hata mama mboga pia yeye ako na shareholder hapo. Jambo la mwisho, sisi tulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Kivuitu, tukakuwa na Isaka Hassan, tukakuwa na Chebukati. Hao watu wote wakakuwa vibaraka. Mara hii tunataka VR yetu ikuwe hapa Kakamega. Hatutaki mambo ya Camargo kule Venezuela. Ndio tunasema mambo ya IBC, it is a must ya kwamba tunafanya mambo ya reforms hapo ndani. Na hiyo ndio tutaachia hapo, lakini tusimame na baba, na pia mmeona my party leader ako hapa. Na muombee baba aendelee kushikanisha timu yetu ya Azimio, tuende kuendelea mbele. Vijana wewe, asanteni sana na Mungu awabariki. Na sasa tusikie sauti ya seneta wetu Sifuna SG. Haya, DJ, vijana si mmechoka? Lakini mimi ndio waziri wa sherehe. Sema waziri wa sherehe. Tukimaliza hii mkutano tunaingia wapi? Tao, si ndio? Baba, hii shule ambayo ndege yako imelandi inaitwa Kakamega Township Primary. Mimi nimesoma kwa hiyo shule. Nimefanya class 8 yangu hapo, si ndio? Nafurahi sana kukuja hapa Malesh. Mimi nimelelewa hapa Malesh, kijana wa Malesh. Watu wa Malesh wako hapa? Wako hapa watu wa Malesh? Sasa jana baba, tuliona rafiki yetu mwingine ati anafungua ofisi ya bibi yake. Na tulikuwa hapo na rafiki yangu anaitwa Khalwale, mnamjua? Nikauliza Khalwale, si pia sisi tufungue ofisi of the senator's wife? Khalwale akaniuliza, sasa mimi niko na 4, nitafungua ofisi ngapi? Unaona? Sasa sisi tunashangaa, hii watu walisema wataanza mipango ya serikali na nyinyi, wale watu hapa chini, si ndio? Wakaanza na kufungua watu wao, marafiki zao wakubwa, wale walikuwa na kesi kubwa kule mahakamani. Wakawatafutia kazi, wakawaingiza kwa cabinet. Sasa wamefikia mabibi yao, sasa ndio wanapatiwa pesa, wanapatiwa maofisi. Nyinyi mahasla, mbona muulizi hao watu watafikia nyinyi siku gani? Kwa nini msipige kelele mseme pia nyinyi mnataka mufikiwe bwana? Wangapi wanasema tumechoka na hao watu bwana? Tumechoka na hao watu. Jambo la mwisho. Nimeambiwa vijana Kakamega mnakuja Nairobi kusaidia sisi kufurusha hii wakora, si ndio? Mnajua relay inamaanisha nini? Governor, wewe kazi yako ni kufikisha hao watu Kangemi. Ukifika Kangemi, Sifuna anachukua kutoka hapo na mheshimiwa Wetangula. Sasa kufikisha hii watu Kangemi itakushinda governor. Leta hii watu tuende tukomboe Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tuko na wabunge kutoka Busia na maeneo mbalimbali. Kuna wale walisema Azimio imeisha. Nataka waone ya kwamba tuko na wabunge. Wabunge wote kujeni tafadhali. Wote. Hata gesa.